Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nami. Siku ya leo tunazungumza kuhusu upungufu wa maji mwilini. Upungufu wa maji mwilini unapokuwa mkubwa sana unaweza kutishia maisha. Ukipungukiwa maji mwilini inamaanisha kuwa seli na tishu ambazo ziko mwilini zinakauka na kushindwa kufanya kazi. Unaweza kupungukiwa maji mwilini baada ya kupoteza maji mengi zaidi kutoka mwilini au kutokunywa maji ya kutosha. Mwili wako unaweza kupoteza maji mengi kwa kutoka jasho jingi kuliko kawaida, kwa mfano wakati wa mazoezi, kukojoa sana kuliko kawaida, mtu mwenye kisukari ambaye hayuko kwenye matibabu, au baada ya kutumia dawa za kutoa maji mwilini inaweza kusababisha unakojoa sana. Homa na kutapika au kuhara kunaweza kusababisha pia ukapoteza maji. Unaweza pia usinywe maji ya kutosha, unapoteza hamu ya kula kwa sababu ya ugonjwa, kwa hiyo unajikuta kwamba haunywi maji ya kutosha. Unaweza ukaona kichefuchefu kwa hiyo unaogopa kunywa maji, au kama unawasha au maumivu ya koo inaweza kuwa ngumu kunywa maji. Kwa watoto wadogo wako kwenye hatari zaidi ya kuishiwa maji mwilini kuliko watu wazima. Hii ni kwa sababu ya uzito wao mdogo na miili yao ilivyo midogo. Wanaweza kupoteza maji kwa haraka zaidi kuliko watu wazima. Kwa hiyo wazee na watu wazima wanaougua wako kwenye hatari pia, kwa sababu wanapata shida kunywa kula maji. Kwa hiyo ni rahisi wao pia kupata upungufu wa maji mwilini. Ukipungukiwa maji mwilini, midomo yako itakuwa mikavu, kiasi cha mkojo kitaanza kupungua, utakuwa unakojoa mkojo kidogo, lakini mkojo huu unakuwa njano sana. Hata kama unataka kulia, machozi hawezi kutoka, macho yanadumbukia kwenda ndani kwa sababu umepoteza maji. Utosi, kama ni mtoto mchanga unakuta utosi umedumbukia kwenye ndani, unakuwa na uchovu, unapata kizunguzungu, wakati mwingine unahisi kuchanganyikiwa na hata kupoteza mpaka fahamu, na kama isipotibiwa hali hii basi unaweza ukapoteza maisha. Ni vizuri kuonana na daktari kama unadhani kiasi cha maji unachompatia mwanao hakimtoshi. Pia ongea na mtumishi wa afya kama wewe au mwanao ambaye ni mgonjwa anashindwa kula chochote au kunywa chochote bila kutapika au kuharisha, kwa sababu kama ikiendelea hivyo unaweza kujikuta maji yanapungua sana. Lakini pia muone daktari kama umekuwa ukitapika kwa zaidi ya masaa 24, hii ni kwa mtu mzima, au kwa zaidi ya masaa 12 kwa mtoto. Kama unaharisha na kuharisha huko kumedumu kwa zaidi ya siku 5 kwa mtu mzima au kwa mtoto, tafadhali nenda kamuone daktari. Kama mtoto wako amenyong'onyea sana kuliko kawaida, tafadhali pia muone daktari. Lakini pia kama wewe au mwanao anakojoa sana kuliko kawaida, hasa kama kuna historia ya kisukari kwenye familia yako, unampeleka kwa daktari ili aweze kufanyiwa uchunguzi, ili aweze kutambua kama ni kisukari, aweze kutibiwa. Ukifika kwa daktari, daktari anaweza kufanya uchunguzi wa mwili na kuagiza vipimo ili kuangalia mwili wako, na ataangalia ni kiwango gani cha maji na madini ambacho kimepotea, kiwango kama cha sodium, potassium, bicarbonates. Atafanya pia vipimo vya damu kuangalia mifumo mingine ya mwili kama figo kama inafanya kazi vizuri. Anaweza pia kuagiza vipimo vingine ili kujua sababu ya upungufu wa maji, kwa mfano kiwango cha sukari kwenye damu ili kuangalia kama una ugonjwa wa sukari, na vipimo vingine ambavyo wanaweza kuagiza ili kujua sababu nyingine anapokutibu. Kunywa maji ya kutosha kunaweza kusaidia kuongeza maji mwilini na kuondoa upungufu wa maji ambao ni wa kadri. Kama ni upungufu mkali sana inaweza isisaidia. Kwa hiyo kunywa maji kidogo kidogo kwa kutumia kijiko au bomba la sindano kwa wale watoto wachanga. Kunywa maji kidogo kidogo badala ya kujilazimisha kunywa maji mengi sana kwa wakati mmoja. Kunywa maji mengi sana kwa wakati mmoja kunaweza kusababisha kutapika na ikasababisha tatizo likawa kubwa sana. Tumia ule mchanganyiko wa oro, wengine wanaita ORS, ambayo pia tunaita oral salt rehydration, nasema oral rehydration salt, ili kutibu upungufu wa maji kama mtoto anaweza kunywa hayo maji, hasa yule anayetapika au kuharisha. Kwa zingatia yale maelekezo ambayo yako kwenye pakiti katika kuchanganya ule mchanganyiko. Usitumie maji ya kawaida kumtibu mtoto anayehara sana. Mtoto ambaye anahara sana, maji ya kawaida hayana madini na chumvi ya kutosha, kwa hiyo hazitamsaidia sana. Wagonjwa wenye upungufu wa maji wa wastani au mkubwa sana wanaweza kulazwa hospitalini ili kuongezewa maji kwenye mishipa yao. Tiba ya aina hii inawafaa zaidi wagonjwa ambao wamepoteza fahamu au walionyong'onyea sana, ambao hawawezi kunywa. Baadaye wakianza kuweza kunywa, basi watapewa waendelee kunywa hiyo ORS au oral rehydration solution. Kesi nyingi za kuharisha au kutapika zinasababishwa na virusi, kwa hiyo zinapona zenyewe tu baada ya mgonjwa kuongezewa maji. Kwa hiyo ukiendelea kumongezea maji, kama anaharisha tu kawaida, au utajikuta kwamba anarudi kwenye hali yake ya kawaida na maisha yanaendelea. Hata unapokuwa una afya njema, ni kunywa maji mengi ni kila siku ni muhimu. Kwa kunywa maji mengi zaidi unapokuwepo na joto au unapokuwa unafanya mazoezi. Kuwa mwangalifu unapohudumia wagonjwa, hasa watoto wachanga. Watoto wachanga hawa na watoto wakubwa au na wazee sana,
ni muhimu kuwa makini sana nao, maana ni rahisi sana kujikuta kwamba amepungukiwa maji. Kama unahisi kuwa mgonjwa anapata upungufu wa maji, muone mtoa huduma wa afya kabla ya hali haijawa mbaya zaidi. Mpatie maji mgonjwa baada tu ya kuanza kuharisha au kutapika. Usisubiri mpaka dalili zitakapokuwa zimekuwa kali sana au upungufu wa maji yako umekuwa mkali sana. Mara zote mshauri mtu yeyote anayeumwa anywe maji ya kutosha. Kumbuka pia mahitaji ya maji ya mwili yanaongezeka kadri homa, kutapika na kuharisha kunavyoongezeka. Kwa kama anaharisha zaidi, maji yatahitajika zaidi kuliko yule mtu akaweza. Njia rahisi ya kumtambua mgonjwa ambaye anakunywa maji ya kutosha ni kuangalia kiasi cha mkojo wake kinachotoka na rangi yake. Kama kiasi cha mkojo kinakutoka kingi, na maana anapata maji ya kutosha. Lakini ni kidogo sana, inamaanisha kwamba maji hayo hayamtoshi. Kama upungufu wa maji utatambuliwa mapema na kutibiwa, matokeo yanakuwa mazuri sana. Ile kama mgonjwa atachelewa sana, unaweza kukuta figo, ubongo vinaweza kuharibika, hata kusababisha mtu akafariki, na hiyo hatulipendi. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.